Pata habari zetu kwa urahisi zaidi kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe. Mpala Update, best choice. Matajiri wengi wananyoka, sio wote lakini, ila wengi wananyoka. Na hawa matajiri ambao wengi wananyoka, Wasukuma tunaita ndagu. Huwezi kutajirika bila kuua. Wapelekee hawa watu wakaamke. Mambo ya kuchoma dawa, vitu vya kawaida tu hivyo. Bana, bado tunaendelea kuzungumza na Prophet IPM. Nimekwambia kwamba utafarijika na kuinuka kiroho kwa hiki ambacho tunazungumza nayo. Kuna jambo lingine ambalo nataka tulizungumze, kwa sababu ukiwa mtumishi wa Mungu kuna namna watu wanakuja kutoa shuhuda zao, aidha ni mbele ya kanisa, hata kukufuata private, kwamba nina jambo langu hili na hili, nilipitia hivi na hivi, nataka niache maisha ya giza nikae upande wa nuru. Kwa hiyo utakuwa umesikiliza visa vingi sana vya watu. Tuzungumzie hili hapa. Hivi kuna ukweli kwamba kuna kuwa na pesa ambazo mtu anazipata kutokana na mashaiti ya waganga? Anazipata labda ameenda kwa mganga, amefanya jambo fulani, anakuwa na utajiri hivi. Hili jambo lina ukweli? Hili jambo lina ukweli 100%. Mimi kuna mwanangu mmoja, kisema mwanangu manake watoto kiroho, ni waumini yani. Alikuja akaniambia ni tajiri pale Kariakoo, ana gorofa nafikiri kama 3 hivi. Aliniambia, nimekuja mtumishi wa Mungu baba, naomba unisaidie. Kama nikusaidie, ambia hiki ninachoweza kukuambia siwezi kukuambia mpaka tufike eneo la tukio. Bonge Land Cruiser nyeusi. Kaambia sawa, ma V8 mapya. Akaniingiza kwenye V8 yake mpaka Mikocheni, anaishi Mikocheni huko. Kufika mpaka nyumbani kwake, tukaingia kwenye gorofa, mashine zimepaki hapo hivi. Nimeyasema kwenye media kwa sababu tayari ni mwanangu na tayari ameshatoka katika hayo mambo na amenyoka katika mambo ya Mungu na anaendelea vizuri. Ndio maana nimezungumza hiki kisa. Akanipeleka chumbani kwake, nikakuta kokoto nyeusi. Yaani chumba chake anacholala kimejaa kokoto nyeusi. Kokoto za msolwa nyeusi. Chumba kizima. Ananiambia baba, huku analia, ananiambia baba, hapa ndo ninapolala maisha yangu yote. Huu ni mwaka wa 17 nalala. Kokoto zizo vunjwa. Kokoto za msolwa nyeusi. Yaani kokoto tu, kokoto zinakuwa kama kipande hivi. Sasa msolwa ni zile kokoto nyeusi zile. Zenye ambazo ni za bei sana. Ndo zimelazwa kwenye chumba chake, ndo kitanda chake. Akanambia nikiacha kulala hapa mimi nimefilisika. Kwa hiyo yako siwezi sasa kuzungumza nini ambacho kiliendelea hapa, ili kwa sababu yeye alikuwa anataka, amechoka yale maisha. Alitoa watoto wake 2 na mke pia alitoa. Lakini walianza kwa mtoto. Huwezi kutajirika bila kuua. Wapelekee hawa watu wakaamke. Mambo ya kuchoma dawa, vitu vya kawaida tu hivyo. Na ulizungumza kwamba huwezi kufanikiwa bila kutoa sadaka. Tata. Wewe sadaka gani ambayo umetoa? Nani mimi? Sasa mimi natoa sadaka, lakini sadaka upande wa Mungu. Kwa sababu kupanga ni kuchagua. Wewe unachagua wewe umsujudie ibilisi au ufanye vitu vya halali. Ukimsujudia ibilisi ndio kuna maumivu. Shetani hana urafiki. Una uwezo wa kutoa kafara. Mimi natoa kafara, lakini kafara yangu mimi natoa kwa yatima. Fa amal yatima fala takhar. So mimi natoa kwa yatima. Sasa nikatoa hapo na watoto nasomesha zaidi ya 6 shule international school. Sio wa kuwazaa, watoto yatima na walipia ada 6. Unaweza kupiga hapo kama milioni 2 hivi na mara 6 huko. Na Mungu ananibariki vibaya sana kwa sababu najua wapi pa kuwekeza. So na washauri hata ndugu watazamaji wanaotufuatilia, mchukue yatima uishi naye, usimnyanyase sasa. Acha sifa. Mchukue yatima ishi naye, nenda akachukue pesa yako, mlipie ada, nenda kwenye kituo cha watoto yatima, uliza hapa ni watoto wangapi hawana ada, alafu lipa ada, uone kama Mungu hajakubariki, badala kwenda kudanganywa, sijui kupanda mbegu, vitu vya kijinga. So mimi nafahamu sadaka wapi ukiipeleka Mwenyezi Mungu atakubariki. Ona mzee Bakhares anasaidia yatima, miaka yake yote analisha yatima, anasaidia yatima. Kwa nini Mungu asimbariki? Sasa hakuna utajiri bila kafara, haupo. Ila tu watu, unajua utajiri ni siri. Kwa sababu utajiri ni siri, hakuna tajiri yoyote anaweza akasimama akajiexpose kwenye social media kwamba mimi jamani nachinjaga mbuzi 32. Ziko kafara za aina nyingi. Yako maalbadiri juu ya mti, kuna albadiri nchi kavu, kuna albadiri juu ya bahari.
kuna albadiri kavu, albadiri juu ya kaburi. Ziko albadiri na zote hizo zinahitaji mbuzi wa kutosha. Kwa kupunguza maneno sana, mbuzi 21, mbuzi 7, inategemea na wewe unataka nini. Sasa unataka kuwa mbunge brother kwa kuchoma dawa? Sasa hamna kitu kama hiko. Unataka kuwa waziri kwa kufanya maombi ya dakika 5? Hamna kitu kama hiko. So watu wazima wananielewa nini ninachokiongea. Hakuna utajiri bila kafara. Kwa jamaa alianza na mtoto mmoja. Baadaye mali zikaongezeka, watu wanataka tena kafara. Si nikwambia shetani ana urafiki. Mtoto wa pili kaongezeka tena mke wake. Jamaa akaona mambo yanazidi kuwa magumu, ndo akanikimbilia sasa. Aliona hivi kwenye social media. Kana bwana, naomba hekima zako. Nikamwambia basi sawa. Tumpindue sasa, tunafanyaje? Kaambia la kwanza tumwangushe aliyekupa hiyo. Kwa hiyo haya mengine siwezi kuyazungumza, ni mambo mazito sana, very sensitive, ambayo kiapeleka kwenye media italeta taharuki. Lakini utajiri upande wa shetani upo, utajiri wa nguvu za giza, na una masharti. Unataka kuwa na basi baba hivi maasla ambao wanatafuta tu ili wanatakiwa waondoke nalo. Yani mimi nataka niwaeleze ukweli kabisa, ndugu zangu mnaonifuatilia Tanzania na msiokuwa Tanzania, mlioko Afrika na nje, uweze kufanikiwa hivi. Yani watu wenye akili na maisha wanaelewa ninachokiongea. Uwezi kutoboa hii dunia hivi. Yani asikudanganye mtu. Of course wana maneno yao, Mungu tu, unajua zile. Tupeni kodi jamani, tupeni kodi, twende wapi? Watupe kodi, tupite wapi? Sasa hivyo. Juzi hapa nimeona kuna moja ya interview ambayo imefanyika, binti anaishi na joka. Interview imekuwa popular sana, binti mdogo tu mrembo anaishi na joka, ndo anasema kwamba linampa utajiri na yupo katika maisha mazuri kulingana na interview ambayo amefanya. Vitu kama hivyo hapo, kama huyu binti ambaye anaishi joka akihitaji kuacha hivyo vitu, amekufuata wewe prophet, hayo mavitu yake ambayo ukiachukua yani kitu gani kikubwa ambacho unayafanya? Kwanza nimeangalia ile interview, na hata mimi pia nimejaribu tazama jicho la tatu. Kuna vitu vitatu pale ambavyo vimefichika. Kitu cha kwanza, kuna uwezekano kweli yule binti, yule nyoka akawa amepewa wa masharti, la kwanza. La pili, inaweza ikawa ni promo. Ni promo ya mganga ambaye ametengeneza mazingira ya kutaka kutengeneza content ili watu waweze kumtafuta huyo binti, alafu then mganga aweze kupiga hela. Bro, utapeli huko wa aina nyingi sana. Lakini la tatu pia, kuna namna ambavyo wanataka kujulikana. Kwa vitu vitatu. Sasa tukianza katika mambo ya masharti ya hawa wanyama, hii issue ya nyoka ipo kabisa. Matajiri wengi wana nyoka, sio wote lakini, ila wengi wana nyoka. Na hawa matajiri ambao wengi wana nyoka, Wasukuma tunaita ndagu kwa Kisukuma. Ndagu yako sasa, mabana ndagu yako itakuwa ni nyoka. Au ndagu yako unaweza ukapewa mbuzi, ukawa unaishi naye nyumbani huyo mbuzi, yani utaki kumpiga huyo mbuzi. Au ndagu yako unaweza ukapewa mti. So hii lakini ya nyumbani hapa. Ukapewa mti kama huu, kaje ukaupanda mti. Then alafu unapewa masharti kwamba huo mtu unakuwa unaumwagilizia maziwa. Kwa hiyo usishangae kuna miti yani kuna bustani kabisa, bustani za watu lakini sio bustani. Unakuwa unamwagilizia maji lakini sio maji. Wao wanajua nini kinachoendelea pale. Kuna ndagu nyingine unapewa msukule. Unauishi nao ndani. Kiumbe kabisa lakini ni msukule. Unachimbiwa sehemu. So hivyo vitu, huyo sio nyoka, huyo ni kitu cha mazingara. Lakini unapewa kwa picha ya nyoka. Unaweza ukapewa simba, unaweza ukapewa chui ukawa unaishi naye ndani. Picha yoyote ile unaweza, lakini wao wanabadilisha sasa katika mifumo ya wanyama. Unaweza ukapewa hii wanapambana kwenye seble nini? Vitu wanapambana kwenye seble kama kitoto nini, toys. Midoli, unaweza ukapewa mdoli. Bwana chukua mdoli, ndo mdoli wako. Wengine wanaweka hadi kwenye gari, unashangaa kuna kimdoli pale kwenye gari, kumbe kimsukule chake kile. So kuna aina nyingi za misukule. Akodi na hii ndagu za Kisukuma ambazo unapewa, lakini pia na waganga wengine wakubwa. So ukishapewa ndo unakuwa naye sasa. Lakini yule mimi nilicho doubt, yule aonekani, utaki kumuonesha. Yaani uwezo kaita media hivi umuoneshe kwamba jamani ndagu yangu ndo hii hapa. Ndio unashindwa kuelewa hapo kama maybe kuna mganga anampromote. Wanataka kutengeneza
unajua zile mazingira ya watu, jambo liende kwa kijamii, alafu mwisho wa siku jamaa aje ajipigie hela kwa sababu mimi natoa nyoka. Sababu kuna manyoka yanaong'ata, manyoka mengine yang'ati pia. Kuna watu wa mazingaombwe sijui, lakini mimi nakumbuka wakati wa shule ya msingi walikuwa wakati wa UMITASHUMTA walikuwa wanakuja watu wenye majoka, sinajua mambo ya sanaa na michezo. Kwa hiyo kuna majoka kama hayo ambayo mtu anaweza akatengeneza mazingira kutaka kuwaleta taharuki kwa jamii, lengo mganga apige hela au atapeli watu kadhalika. So upo utajiri wa viumbe, lakini utajiri wa siri sana ambapo huwezi kuexpose, na unakuwa na chumba chako maalum ambacho iko chumba afungui mtu yoyote. Ndio maana matajiri wengi huwezi kuwa na tajiri afu na nyumba moja, lazima uwe na nyumba mbili, kwa sababu nyumba nyingine ni za masharti, na nyumba za majini wanakaa tu viumbe. Unashangaa jamaa iko chumba akifunguliwi, na jamaa nyumbani kwake haendi mtu ovyo. Ukiwa na vitu kama hivyo ualiki watu ovyo, yani unawalika watu kwa masharti na kwa siku maalum, na ukijua kabisa kwamba leo wanakuja watu wangapi na kadhalika na hivyo. So iko chumba kinakuwa kifungulia na kuwa ni chumba chako wewe. Kama unampa unga, mpe unga. Kama unapewa maziwa, unampa maziwa. Kama ni asali, unamlisha asali. Inategemea na jinsi ambavyo ninyi mtakuwa mnakubaliana hivyo. Yeah. Kuna swali hapa nilikuuliza katika ile swali, lakini kama hujanijibu. Nimesema kwamba mfano vitu kama hivi vikiletwa kwako wewe mtumishi wa Mungu, unakifanya nini kiumbe kama hiki? Ndio muumini sasa anataka aache hayo mambo, ameleta sasa hivyo vitu vyote, ameleta mizigo kwa mtumishi. Kwa mimi, kwa uelewa wangu kama mtumishi, kile sio kiumbe, yale ni mazingaombwe. Yani wewe unajua ilitokea hivyo kwenye bustani ya Eden. Nyoka, shetani aliingia ndani ya nyoka, alafu shetani akaongea na mwanamke akiwa ndani ya nyoka. So ni mazingaombwe ambayo yanaweza yakafanyika. Kwa hiyo ukiomba tu kile kitu kinafanyaje? Kinapotea. Hivyo. Yeah. Kwa hiyo akija anaombewa tu, alafu mwisho wa siku kila kitu kinakuwa sawa. Hakuna kuenjoy pale, huwezi kufurahia kuishi na nyoka bro. Yaani hakuna kuenjoy, lakini ndio sio sisi binadamu watu wa kujitutumua. Sisi tuna asili yetu. Asili yetu ni kuishi na watu. Asili yetu ni kukaa na watu, kuongea na watu, kufurahi na watu. Sasa ukiwa na masharti magumu ya kukaa peke yako, hata hizo mali unaenjoy vipi? Ngumu sana. Kulala saa 12 asubuhi, kulala saa 12 jioni, usitoe hela saa 12 ikifika. Yako mambo mengi ajabu, lakini yote ni kwa sababu watu hawataka kumrejea Mungu. Wanataka shortcut ambazo zinaumiza, zina ugumu. Usimsaidie mama yako, sasa unapata mali ili usimsaidie mama ili iweje? Vitu kama hivyo.